Na ikiwa siku ya 5 Februari mwaka wa 2025, siku ya Jumatano. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na tunaanza na taarifa za kupambana na madawa za kulevya, wakati ambapo tunaanza na taarifa kutoka bunge la South Mugirango, mahali ambapo polisi wamenaza zaidi ya kilo 200 za bangi ambazo zilikuwa zinasafirishwa, na yule ambaye alikuwa anasafirisha bangi hiyo alitoroka, huku pia polisi kutoka kituo cha Nyamarambe wakiendelea kufanya uchunguzi ili kujua yule jamaa ambaye alikuwa dereva wa gari ambao lilikuwa limebeba bangi alienda wapi na bangi ilikuwa inapelekwa wapi. Ni taarifa ambazo tunaangoja ili nazi tukupashe zaidi. Na tukiendelea na taarifa hizo za kupigana na madawa za kulevya, polisi wakiongozwa na Kazungu Charwa ambaye ni kamanda kutoka Kitutu Central anaongoza operesheni ya kupigana na pombe haramu katika wadi ya Bomorenda, ambapo walinaza zaidi ya lita 400 za pombe haramu. Watu watatu pia walinazwa, ikiwemo mwanamke mmoja na wanaume wawili. Tulipoingia hapa tulipata kinyume cha hayo, kwa sababu tuliona kwamba kuna utengenezaji wa aina ya vileo, kuna aina ya busaa, kuna chang'aa, na katika hali ambayo ni ya kisasa kabisa. Kwa ujumla tuko na watu watatu, msichana mmoja na wengine ni wanaume ambao tumewakamata hapa. Wingi wa vileo ni zaidi ya lita 4,000 ama zaidi. Manake iko katika process tofauti. Kuna ile ingine imekuwa distilled, iko kama pure, na kuna ile ingine bado iko under the process. Na tukiingia katika elimu, ni kwamba mwalimu mkuu wa shule ya Orogare ya ufundi amejitokeza na kuwahimiza wanafunzi ambao walifanya mtihani wa KCSE mwaka uliopita na hawakupata alama ya kujiunga na vyuo vikuu kujiunga na shule za ufundi kama njia moja ya kupata maarifa kujisaidia maishani. Umwalimu omonene gwe college Orogare Technical and Vocational College. Wanafunzi balia bakora matemwa KCSE bareka batara amwanga gibaguchia onale kwirali bageri gako basaba bachoinia college inde banyore skills batakire konyora ikira bakonya sama gimabo ya matukale mutu tibaire chinga kichingi kuna kaberanka masoma ya iga yobubundi osega asiga ya magoko nerega sibono iga sense ito ya Kenya ibwate ichiro. Na tukiingia katika siasa za kitaifa, ni kwamba Rais William Samoei Ruto ambaye alianza jana ziara yake ya siku 4 katika eneo la kaskazini mwa Kenya, North Eastern, anaendelea kuzuru maeneo tofauti na vile kuahidi fedha za maendeleo katika maeneo hayo, huku pia akiwahimiza wale ambao ni wanasiasa ambao wameanza siasa za mapema kwamba wangoje hadi mwaka wa 2027 wakati ambapo siasa zitaanza. Pia amemshtumu aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua kwa kueneza siasa za ukabila na kusema kwamba yeye ataunganisha wa Kenya. Tumsikize. 2027 for now tupange hii kazi ya wananchi. That is my mission. Kumalizana na transformation ya Kenya ambayo imechelewa. Hii transformation ya Kenya imecheleweshwa na uongozi. The problem is not the citizens of Kenya. The problem is the leadership. Na kwa sababu kiongozi badala ya kwenda kuongoza, anaenda kutafuta kura. How can you look for votes forever? Everything unafanya unachunga tu kutafuta kura. What is this? For now, I am a leader of Kenya and I am going to lead. 2027 tutakuwa sisi wote wanasiasa, tutakutana kwa kiwanja. There is a difference between leadership and politics. Priority yangu is not 2027. My priority is how do we change this country now. Taarifa za biashara na spoti na vile za kimataifa, Ruth na Jeff watakupasha zaidi. Mimi ni Videlis Moshoge.
Basi wapendwa, baada ya kupokea taarifa za habari kutoka kwa ndugu Videlis Mushoge, ungana nami Geoffrey Nyakundi ni kufahamisha ni kipi kile ambacho kinaendelea katika rubasa kimataifa. Karibu. Tutaanzia pale Marekani. Kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametangaza mpango mpya kuhusu eneo lile la Gaza. Trump akitaja kwamba Marekani itakuwa inadhibiti mji ule wa Gaza huku ikiwahamisha raia kuelekea mataifa majirani. Jambo ambalo limeibua hisia mseto kutoka kwa wale ambao wanahusika na eneo lile la Gaza. Marekani italichukua eneo la Gaza, kulibadilisha na kulimiliki. Tutawajibika na kutegua mabomu yote hatari ambayo hayakulipuka pamoja na silaha nyingine. Tutaondoa majengo yaliyoharibiwa kwa kuyasawazisha na kutengeneza maendeleo ya kiuchumi ambayo yatatoa idadi isiyo na kikomo ya kazi na makazi kwa watu wa eneo hilo. Na kwingineko kutoka Afrika Kusini ni kwamba miili ya wanajeshi 14 ambao waliuawa katika mapigano pale mji ule wa Goma ambamo waasi wa M23 walifamia jeshi la Felix Tshisekedi ama nchini DRC Congo watasafirishwa leo hii Jumatano kuelekea nchini humo. Haya ni kwa mujibu wa mkuu wa wanajeshi kutoka nchi ile ya Afrika Kusini. Hujambo mpendwa na karibu katika habari za biashara. Jina langu ni Ruth Nyanchama. Waziri wa ardhi Alice Wahome ametangaza kuwa nyumba 1400 zitakuwa tayari kufikia mwezi Machi mwaka wa 2025, na yeyote atakayekuwa tayari kumiliki nyumba basi itambidi kulipia nyumba ile kati ya miaka 20 na miaka 30. Na kwa upande mwingine upendo ni kuwa Rais William Ruto na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga wameratibiwa kushiriki katika jukwaa wiki hii katika kongamano la kitaifa la Nyanza mjini Kisumu. Kongamano hilo ambalo linatarajiwa kuanza pale kesho lina lengo la kuleta fursa ya uwekezaji ndani na nje katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya elimu, sekta ya makazi, sekta ya uchukuzi na vile sekta ya nishati na sekta zingine. Nikomea hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.